katika Bahari Hindi kinyume cha matumizi yao ya kawaida. Majuma mawili yaliyopita yaliwapa changamoto kuu wavuvi, kwani bahari ilichafuka na kusababisha vifo zaidi ya watu 4 wao. Bahari ina msukosuko chungu nzima, na kulingana nao, wakati wa dharura hutokea, na hapo ndipo simu huhitajika mno, na kwa kuwa ni baharini, simu hizi hutaka kustiriwa. Sisi wakati tunapoenda baharini huwa tunapatana na mambo mengi. So tukienda huko huwa tunajaribu kubeba communication na tunabeba condom kama chochote chaweza tokezea. Jina kondomu na kifaa chenyewe hutajwa kwa minong'ono tu, huku wanaoenda kununua wakionekana kunyapia tu kwenye maduka ya kuuza. Hii ni kwa kuwa wengi hutambua kuwa mipira hii hutumiwa katika ngono tu, kauli wanayopinga wavuvi. Sio za sex peke yake. Kondom zinasaidia kwa mambo mengi. Sema watu wanavyofikiria kondom wanafikiria makosa kwamba ni za kuingiliana tu peke yake. Lakini kwa hakika upande wa baharini zinasaidia. Tunazungumzia upande wa safety, ambapo hiyo inapokuwa baharini unapoweka simu yako haingii maji. Na kama matumizi mengine yoyote yale, mipira hii hupasuka japo si rahisi kulingana nao. Upande wa kupasuka ukiwa umetia kwenye simu, kuna aina mbili ya simu. Hizi simu ndogo ukiweka haipasuki, lakini hizi kubwa touch ndio zinapasuka. Sasa watu nazivisha saa nyingine hata 2 au 3. Wasichoweza kukwepa ni wake zao kuwashuku juu ya wanachosisitiza kuwa matumizi ya kondomu baharini. Mara nyingi huwa hakuamini kwa sababu yeye pia binadamu, lakini tunajaribu kuwafafanulia mpaka anaelewa. Sababu unaweza chukua hata boksi zima ukipata mali zinapeanwa free. Lakini je, lipo swala la uchafuzi wa mazingira? Wavuvi hawa wanapinga. Lakini sasa sisi tukiziona watu tunaziokota vile vile, tunajaribu kuziweka mahali safety ambapo ni karibu na kazi yetu. Sasa ile tunaenda baharini unachukua tu unatoa, yoyote yule anajua hapa ziko. Hapa sasa ukiangalia karibu kote hapa ziko. Haya ni maskani ya wavuvi ambao wanashinda hapa kwa muda mrefu kuendeleza kazi yao ya uvuvi, na japo wametengana na dunia, wanasema hiki si kizuizi katika mawasiliano. Tobias Chanji, KTN News, kaunti ya Mombasa. This is KTN News.